watu, kati ya mwanadamu. Ati mtu anasema mimi ni Mungu na nimeketi katika kiti cha Mungu kati ya bahari. Tumeambiwa ameketi kati ya watu, kati ya mataifa, kati ya jamaa, kati ya lugha tofauti. Yani somebody claims to be God and he sits among the nations, among the people, na among different languages, people of different languages. Tunaambiwa kwamba huyu mkuu wa Tiro ambaye amejiinua nafsi yake, mwambie kwani anafanya nini? Msome tafadhali. Lakini mwanadamu, wewe ni mwanadamu tu, wewe si Mungu. Ujapokuwa umeweka moyo wako kama moyo wa Mungu. Hata kama moyo wako umeuneemesha kama moyo wa Mungu, Soma. Tazama. Una hekima kuliko Danieli. Wewe kweli wewe mwanadamu, wewe ambao hata unajiita Holy Father, mwingine anajiita Reverend, mwingine anajiita Holy. Na tumeambiwa there is nobody born of a woman can be holy. Hata maandiko yanatuambia katika kitabu cha Warumi 3:23 that for all have sinned and fallen short of the glory of Elohim, fallen short of the glory of God. Sasa wewe mwanadamu na unakaa katika kiti cha Bwana, kiti cha Mungu, na uko katika ulimwengu huu. Kumbe uko na hekima, lakini anasema namna gani? Tazama, una hekima kuliko Danieli. Wewe una hekima kuliko Danieli. Hapana neno la siri watu wawezalo kukuficha. Hata watu neno la siri hawezi kukuficha. Kwa hekima yako na kwa fahamu zako. Ndio maana mtu akiiba anakuja anasema jana niliiba, nilifanya hivi na hivi na vile na vile. Anakwambia enda umesamehewa dhambi zako. Unakufuru wewe ile wewe ni mwanadamu. Wewe una hekima kama Danieli? Maandiko yanasema namna gani? Kwa hekima yako na kwa fahamu zako. Umejipatia utajiri. Nawe umepata dhahabu na fedha katika hazina zako. Na ndio unaona siku ya leo tuliambiwa kwamba ati tusiaibike kwa sababu ya kuitanishwa na Wamasihi ama kuitanishwa na Masihi mkombozi wa Israeli. Kwa sababu huyu anajitwalia fedha. Na hata zile kanisa ambazo amezizaa ni za kujitwalia fedha. Maandiko yanasema ya kwamba je, una hekima kuliko Danieli? Hebu nitamatisha na andiko ambalo liko katika Ufunuo 18 mstari wa 3. Maandiko yanasema namna gani? 18:3. Maandiko yanasema namna gani? Yanasema hivi. Kwa kuwa mataifa yote wamekunywa mvinyo ya ghadhabu ya uasherati wake. Ati mataifa yote yamekunywa mvinyo wa uasherati wake, na wafalme wa nchi wamezini naye. Asema namna hivyo. Basi Bwana asema na mstari wa 4, Bwana asema nini kuhusiana na watu hawa? Kisha nikasikia sauti ya Bwana yasemaje? Nyingine kutoka mbinguni ikisema. Kutoka mbinguni yasemaje? Tokeni kwake. Yasema tokeni watu wangu. Tokeni kwake enyi watu wangu. Msishiriki dhambi zake. Msishiriki naye dhambi za huyu. Wala msipokee mapigo yake. Na unajua mapigo yake yako njiani. Tokeni kwake. Tokeni katika kanisa ambazo wanasema wao ni wenye haki, they are holy, that they are righteous, that they can be able to forgive other people's sins, that they call themselves holy and reverend. Maandiko yamesema katika kitabu cha Zaburi 111 mstari wa 9, Ayubu 25 mstari wa 4, na nikitamatisha tumeambiwa katika kitabu cha Mathayo 23 mstari wa 9 kwamba we should not proclaim to be so. Hatustahili kusema sisi ni hivyo na sisi ni wanadamu. Maandiko yasema na nini? Nitamatisha katika Zekaria 12, Ezekieli 12 mstari wa 14. Maandiko yasema namna gani? Ezekieli 12 ni mstari wa 3. Maandiko yasema namna gani? Mstari wa 3 nasema, tazama kama basi mwanadamu funga tayari vyombo. Basi wewe mwanamkazi wa Barnabas, soma tena. Basi mwanadamu, wewe mwanadamu mkaji wa Barnabas, funga tayari vyombo kwa uhamisho. Basi wewe funga tayari vyombo vyako kwa uhamisho. Ukahame. Hama wakati wa mchana mbele ya macho yao. Hama mwenzangu, hama.